Ndio kulala. Kwa familia? Ndio kaka. Bwana kinyonge sasa. Yaani kiufupi sielewi ndugu yangu. Nini tena? Blaza yangu wa damu kabisa yani. Lakini kanisaliti kwa kuweza kunitapeli pesa yangu. Ni kitu ambacho sielewi kwamba shida kubwa ni nini. Au kitu gani kimemfanya abadilike hadi akafikia hatua ya kuanza kutapeli familia kwa mfumo kama huu. Inaniumiza sana yani. Kwanza pole sana. Afu nikupe story moja. Imenikumbusha mbali sana. Nilikuwa nasoma Bible hapa. Kuna mwamba alizaliwa huko Bethlehem, huko Israeli. Yule mwamba alikuwa na wauni wake 12. Yule mwamba kwanza alizaliwa kwa ajili ya dhambi zetu sisi wote, mimi, wewe, nani na nani, afu tuwe sehemu moja peponi hapo, tuingie peponi safi. Lakini yule mwamba kuna yule popo, kuna katia wauni wake 12, kuna mmoja akawa popo pale, alimsaliti, akamsnitch, akamuuza yani kwa vipande tu vifanye vya pesa, tamaa za pesa. Popo bawa au alikuwa popo wa kawaida yani sijaelewa. Hawa popo bawa sijui popo gani wanaocheza pande mbili kuna huku wanaolala miguu juu kichwa chini hao. Hawa popo. Ndio mmoja alikuwa popo pale akamsinicha akamuuza. Baada ya kumuuza wakamkabidhi kwa wauni. Wakataka wamuue yani wamchinje. Si unaelewa? Lakini tena kuna muni mwingine tena ambaye alikuwa muni wake sana akamkataa mara hizi mara tatu. Wewe unamjua? Akasema mimi simjui. Unamjua? Hako mimi simjui. Wewe unamjua? Haku mimi simjui huyo. Mimi mtu gani huyo? Mimi simuelewi. Umeona sasa? Ndio. Yule mwanangu wakamkamata. Wakamtia vitasa ujue? Wakamtia vitasa. Mpaka wakati usiku akadenja. Haiko denja akafufuka. Na mwisho wake ikawaje? Kwa hapo mimi nifanyaje yani? Yaani huyo mwamba anavyokuambia hivi leo kafufuka yuko fishi. Mimi namsubiria, alisema atarudi. Mimi namsubiria huyo mwamba na mimi nataka nimuone kwanza. Kwa sababu mimi baba yangu mwenyewe anamsubiria mpaka babu yangu amemsubiria kachoka kadenja. Anasema atarudi. Mimi mwenyewe namsubiria huyo anarudi. Wewe utakumsubiria wewe utaenda. Bila mimi namsubiria huyo mwamba atakuja. Kwa hiyo sasa yani umekuja kunifanya ni enjoy, nikae sawa, kunishauri au nifanyaje yani? Yaani nakwambia hivyo kwa sababu si unajua kama Mungu yani binadamu bitushina kiakili. Tumsubirie wote yani aje. Oya we, sikia. Hii ni wakati wa